Karibuni viti. Leo nasoma kitabu cha Ezekiel. Ezekiel 18. Naamini umepata. Ezekiel chapter 18 verse 1 tusoma mpaka verse 4. Are you there? Neno la Bwana likamjia tena kusema, je, maana yake ni nini hata kuitumia methali hii katika Israeli mkisema, baba amekula zabibu mbichi na watoto wametiwa ganzi la meno? Kama mimi nishivyo, asema Bwana Mungu, hakutakuwa tena na sababu ya kutumia tena methali hii katika Israeli. Tazama, roho zote ni mali yangu, na kila roho tazama, roho zote ni mali yangu. Kama vile roho ya baba ni mali yangu, ndivyo roho ya mwana ni mali yangu. Roho itendayo dhambi itakufa. Ile roho itendayo dhambi tunapata neno. Mungu anasema leo kuna mambo anataka kukata kabisa ya jamii na kifamilia kabisa. Kukata nafsi ya mtu unapozaliwa huwa inaunganishwa na vizazi. Unapata mambo yanayofanyika kwa vizazi inakufuata na watoto wako. Nafsi zao zinakataa Mungu, zinaasi Mungu, nafsi zao zinakuwa na kiburi. Hata mwenyewe unapata unapotaka kutii neno la Mungu unashindwa, unapotaka vile Mungu anataka unashindwa, kwa sababu nafsi ya mwanadamu inaunganishwa na kizazi na vizazi. Lakini kwa sababu Yesu alimwaga damu Kalivari, anasema hii methali ilitumika maana kuna watu waliingia kwa ulimwengu wa roho wakapatanisha watu na vitovu na mambo ya kijamii na vizazi. So unapata solu za watu nyingi zimefungwa katika tabia ya vizazi, imefungwa katika njia ya vizazi. Lakini Mungu anasema leo hii methali leo ataikomesha, ataimaliza. Bwana Yesu apewe sifa. Waliyetoa kafara kwa miungu ya kwetu, kwa miungu ya jamii, wakasema hata kama umefunguliwa tutakufuatilia. Kuanzia leo misheni yao ya kukufuatilia kupitia mambo ya kizazi haitaendelea tena. Leo Bwana anaikomesha. Bwana Yesu apewe sifa. Unaona mara mingi mtu anainuka lakini mambo ya vizazi inamwandama. Alikatwa lakini wanayainua, wanatoa sadaka, wanatoa dhabihu ili kuinua mizimu ile, kuinua miungu ile. Lakini Mungu anasema yote yaliyofanyika kwenu haitafanyika kwako. Waliabudu miungu yao, wewe hautaabudu na watoto wako. Waliabudu nyoka zao, wewe na kizazi chako hamtaabudu. Maana leo unaendelea kutakaswa, nafsi yako itatakaswa, itakatwa na miungu ya kwenu, itakatwa na mizimu ya kwenu, haitafanya kazi. Haleluya. Haleluya. Kuanzia leo watatafuta sadaka kupitia miungu ya kwenu, hawatapata. Watatafuta njia ya kukunulia roho ya usharati kupitia miungu ya kwenu, hawatapata. Watatafuta njia ya kukufikia kupitia mambo ya kale uliyofanya, hawatakupata. Maana leo kwa damu ya Yesu atakata kabisa. Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Haleluya. Najua katika vizazi kuna tabia fulani. Unapata kuna yani unatamani kuacha kiburi lakini unaona kinakulemea. Maana kuna mahali kinainuliwa. Ambia babu yako alikuwa na kiburi, uwe na kiburi.
Unaona, wachawi wanapoingia kulaani katika ulimwengu wa anga, hawatumii laana hivi hivi. Wanatumia laana za vizazi. Wanafuatilia mambo ya kitovu, wanafuatilia mambo ya kijamii, wanainua kukupiga vita, wanainua kukulemaza. Lakini leo natangaza, Yesu amesimama kwa damu kukata mambo haya kabisa. Kama soli yako ilikuwa na kiburi cha jamii, hautakiona. Kama soli yako ilikuwa na hasira ya jamii, hautaiona. Kama soli yako ilikuwa na wivu ya jamii, hautaiona. Kama soli yako ilikuwa na maskini wa jamii, hautaona. Kama soli yako ilikuwa na tabia za kijamii, hautaziona. Haleluya. Kama soli yako ilikuwa na tabia ya utawala ambao ulitoa kwa familia kwenu, hiyo roho ya utawala hautaiona tena. Maana leo utakatwa kabisa, kuanzia kizazi cha kwanza, cha pili, cha tatu mpaka cha 4. Damu ya Yesu itasimama, itakata kila kitu. Biblia inasema ulinunuliwa kwa damu ya thamani. Na kuanzia leo itajulikana ulinunuliwa kwa damu ya thamani. Kuanzia leo itajulikana Yesu alimaliza hii methali pale Kalivari. Wachawi hawataitumia tena kukufuatilia. Waganga hawataitumia tena kufuatilia. Waovu hawataitumia tena kufuatilia. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu atukuzwe. Bwana Yesu ainuliwe. Hawataweza kuitumia methali tena. Asema Bwana majeshi, hili neno litasimama. Hili neno litakutetea. Hili neno litasimama. Haleluya. Amekuja kulitimiza hili neno, ya kwamba mambo ya kwenu na miungu ya kwenu haitasikika kwa watoto wako, haitasikika kwa maisha yako, haitasikika kwa nyumba yako, haitasikika kwa kizazi chako. Maana unatakaswa kwa damu ya mwana kondoo, unakombolewa kabisa, na hiki kizazi hakitasikika tena. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Hili neno halitarudi bure. Litakufanyia kazi kuanzia leo mpaka Yesu arudi. Litafanya kazi kwa watoto wako mpaka Yesu arudi. Hakuna uchawi atakuroga tena na kizazi chako pitia mambo ya ukoo, hati nyoka ya kwenu, hati mizimu ya kwenu. Wewe ulinunuliwa kwa damu ya thamana. Wewe ulinunuliwa kwa damu ya thamana. Wewe ulinunuliwa kwa damu ya thamana. Zitamalizwa leo, zitakatwa leo, zitahukumiwa leo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nafsi zetu zinaenda kutakaswa, zitatakasika. Mambo haya hayatakuwa na uwezo. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Neno la Mungu alisema likitumwa nalo linafanikiwa, halitakaulishwa. Naenda kitabu cha Isaya. Namshukuru Mungu maana ametuona. Haleluya. Ametuona vyema na ameangalia shida yetu. Isaya 55 mstari wa 11 inasema hivi: ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo kwa kinywa changu, halitarudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale nimelituma. Leo ni miujiza juu ya miujiza. Haleluya. Haleluya. Amelituma hili neno. Hakuna mchawi ataenda kinyume chake, hakuna mwanadamu ataenda kinyume. Limeshasimama ni upanga, limesimama ni nyundo, limesimama ni moto. Kuanzia leo kwa neno la Mungu ambaye amesema, hautatumiwa tena methali hii na wachawi. Bwana Yesu apewe sifa.
wote walietumia methali kunipiga na miungu ya kwetu na mizimu ya kwetu hawataniweza tena. Hili neno limesimama. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Waliesimama kutupinga na miungu ya jamii, waliesimama wakitufuatilia, ulizaliwa hapa, ulileo aje, ulikuwa aje, miungu ya kwenu ilikuwa nataka uwe nini? Hii mambo leo Bwana Yesu anamaliza. Kwa damu anamaliza. Sema Yesu anamaliza. Sema Yesu anamaliza. Sema Yesu anamaliza. Kwa damu ya thamana, kwa damu ya ajabu. Haleluya. Tulinunuliwa Bwana, hatutateswa. Tulinunuliwa kwa damu ya thamana. Tulinunuliwa, na wote waliesimama na mambo haya lazima leo Mikaeli kwa damu ya Yesu atawafuatilia. Nasema watafuatiliwa, wahukumiwe na kazi zao, wahukumiwe na kafara zao. Kafara waliotoa kwa miungu ya vizazi, dhabihu walizotoa kwa miungu ya vizazi ili kutufuatilia haitawezekana tena, maana damu itamaliza. Neno limetumwa, linaenda kufanikiwa, nalo litatimiza mapenzi yake, ya kwamba kuanzia leo mambo ya ukoo, mambo ya kijamii, mambo ya kifamilia hayatatumiwa na waovu tena kutufikia. Bwana Yesu apewe sifa. Ndivyo litakavyokuwa neno langu linalotoka kwa kinywa changu, halitanirudia bure. Ili neno mtaona maajabu, mtaona mambo hamjaona. Mtaona nafsi zenu hazitafanya kazi na miungu tena. Nafsi zenu hazitafanya kazi na wafu tena. Nafsi zenu hazitafanya na miungu ya kijamii tena. Nafsi zenu hazitafanya mission ya babu yako, nyanya yako, mama yako, jamii ya kwenu. Haitafanya. Mission ya usharati ilitoka ndani ya vizazi, leo inakatwa kukatwa. Mission ya wivu ni uchawi, ilitoka ndani ya vizazi, leo inakatwa kukatwa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu atukuzwe. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Nalirudia mara ya pili neno hili. Ezekieli 18. Nasema hivi, neno la Bwana likanijia tena kusema, je, maana yake ni nini hata kutumia methali hii katika Israeli, mkisema baba amekula zabibu mbichi, nao watoto wametiwa ganzi la meno? Kama mimi niishivyo, asema Bwana Mungu, hakutakuwa tena na sababu ya kutumia tena methali hii katika Israeli. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Mstari wa 5 nasema, bali kama mtu ni mwenye haki, akiyatenda yaliyo halali na haki. Bwana Yesu apewe sifa. Umeamua kufuata haki, umeamua kufuata Mungu kuanzia leo. Nakumbuka wakati nilipookoka, nilikuwa naomba sana na kufunga. Nakumbuka kama nikukula, nilikuwa nakula siku 2 ama 1 kwa wiki, na maombi haya yatarudi kifuani mwangu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, haleluya. Nakumbuka mara mingi nilikuwa nikilala usiku, naona ninakimbia, lakini nyaya za stima zinaanguka kutoka kwa mti, inanishika mguu, hainiui, inanishika, naanguka. Naamka naanza kukimbia, inanishika, naanguka. Yani niko na mbio, lakini mbio haitoki vizuri. Saa zingine naona ninakimbia, lakini kijaribu kukimbia naona ni kama naenda slow motion. Naona unajaribu kukimbia lakini haukimbii. Yani unapata unakimbia lakini haukimbii. Nikaja nikauliza Mungu, mambo ya nini? Kama mambo ya ukoo kwetu, mambo ya kizazi cha kwetu. Kaza kataa damu ya kwetu, damu ya kwetu ngaza kuikataa, kuikemea, kuikataa, kujitoa ndani. Nashukuru Mungu hayo maono yakaisha. Kwa nini? Ukishakatwa na ndani ya mambo haya, mbio zako zinaweza kimbia vizuri. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka nikuambie baada ya leo, kila chochote Mungu alichokuahidi sasa kukipata kitakuwa rahisi. Bwana Yesu apewe sifa.
Haleluya. Maana shetani kazi yake ilimalizwa. Ile shetani anatumianga ni mambo ya kwenu. Lazima wafuatilie kwenu. Watake kuinulia kiburi, roho ya kutofunga, roho ya kutotafuta Mungu, unachoka na mambo ya Mungu, unakemea, unasikia kukasirika. Yani unapata unainuliwa tu mambo tu, kulemazwa, kudhofishwa. Unainuliwa hata mambo ya dini ya kwenu. Unajua wewe ni MSK, unainuliwa dini ya SK. Wewe ni MPG, unainuliwa roho ya PG. Wewe ni Mkatholiki, unainuliwa roho ya Katholiki. Wewe ulikuwa Muislamu, unainuliwa roho ya Uislamu. Wewe ulikuwa Mkristo, watu wa kwenu walikuwa Kristo, wanaenda kwa waganga. Unainuliwa tabia kama hizo. Lakini aheshimike Mungu aliyemaliza kazi Kalvari. Na leo anaenda kuprove kwa ile kanisa alimaliza kazi. Haleluya. Haleluya. Hii madhabahu haitaunganishwa tena na miungu ya kijamii, haitaunganishwa tena na mababu wa kijamii. Na metangaza nyinyi wote ambao wanawakilishwa na hii madhabahu, wanayetoa sadaka kwa hii madhabahu, wanayeshikamana hii madhabahu, ninatangaza leo kazi ya damu itafanya kazi na miungu ya kwenu haitakuwa na uhusiano na wewe tena. Bwana Yesu apewe sifa. Aliponipa neno alinikumbusha akaniambia, niliwaambia nimewahamisha kutoka katika nguvu za giza nikawaingiza katika ufalme wa mwana wangu. Leo hakuna ufalme utapatana na nafsi yako tena. Ujao na unalala unajipata umeenda nyumbani. Badala ulale uote umeenda mbinguni, unaongea na Yesu, unajipata unaongea na watu uko sijui ulikuwa wapi. Hii ni mambo spiriti yako ilizolea mambo, so unapata ikilala ina miss watu wa kwenu, unataka kutembea kwenu. Leo inakatwa kabisa. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Haleluya. Mambo spiriti yako kuona imeenda nyumbani hakuna. Kuanzia leo spiriti yako itaona inaimba na watu wakiokolewa. Kuanzia leo spiriti yako inaona ukihubiri na watu wakiokolewa. Kuanzia leo spiriti yako utaona unafanya kazi ya Mungu na unafanikiwa. Utaona ukiomba na ukijibiwa. Utaona ukifunga na kuomba na kufanikiwa. Haya ndio mambo nafaa kuona. Kuanzia leo damu ya mwana kondoo itakutenganisha na ndoto za ukoo wa kwenu. Kuna watu wanaunganishwa na mizizi ya ndoto za kwao. Babu yako alikuwa naota, unapata unaunganishwa huko. Leo ni mwisho. Leo ni mwisho. Haleluya. 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 Bwana Yesu apewe sifa. Hautaishi vile babu yako aliishi, hautaishi vile mama yako aliishi. Vile Mungu alituambia katika kitabu cha Ezekiel 16. Mstari wa 6. Nami nilipopita karibu nao, nalikuona ukigagaa katika damu yako. Nalikuambia ijapokuwa katika damu yako uwe hai. Naam, nalikuambia ijapokuwa katika damu yako uwe hai. Uwe hai. Damu za kwetu hazileti uhai, zinaleta usharati. Usharati si uhai, usharati ni kifo. Kiburi si uhai, kiburi ni kifo. Kuanzia leo spiriti yako itakatwa kabisa na mambo ya damu ya kwenu. Nafsi yako leo itakatwa na mambo ya kwenu, haitasikika tena. Nataka kutanguambia ukitoka hapa utaanza kuona maono smart, maono matakatifu, maono mazuri. Maana spiriti yako haitaenda kwa anga ya babu yako tena, haitaenda kwa anga ya mababu zenu tena, haitaenda kwa mbingu ya mababu zenu kuchokora mambo ya kwenu na kuendelea kuyafuatilia. Leo spiriti yako inakatwa kabisa na mambo ya kifamilia ya kwenu. Jina la Bwana litukuzwe. Simama na miguu yako, tuanze kumwambia Mungu asante kwa sababu ile neno linaenda kufanya kazi ya ajabu. Linaenda kumtukuza Mungu kwa njia sio ya kawaida. Shukuru Mungu, shukuru Mungu. Mwambie Bwana asante, mwambie Bwana asante kwa maana leo historia ya kwenu haitakuwa kwa maisha yako. Historia ya kwenu haitapatikana tena. Historia ya kwenu haitasikika ndani ya maisha yako. Historia ya kwetu, ya miungu ya kwetu
haitasikika tena. Historia ya kwetu Beni John, Beni Jeremia haitasikika tena. Historia ya miungu ya Mwamlalo kwetu haitasikika tena. Historia ya miungu ya uganga na uchawi haitasikika tena. Kwa kizazi changu, kwa familia yangu haitasikika. Ninamwinua Mungu aliyonena neno la ajabu. Hebu taja miungu ya kizazi cha kwenu haitasikika. Mwambie Bwana asante, maana naenda kukukata nafsi yako na roho yako na mambo ya kizazi cha kwenu. Mwambie Bwana asante, na mwambie asante maana historia hii ya kwenu haitasikika. Hawatatumia miungu tena kukupinga. Hawatatumia kafara zote walizotoa kukuinulia kwa miungu ya kwenu. Vivuli vyako walivyoweka huko, nafsi yako ile itatolewa huko. Haleluya, 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 haleluya. Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, pokea sifa. Bwana Yesu, pokea utukufu na nguvu na heshima. Bwana Yesu, pokea mamlaka na weza. Nani mwingine aliye kama wewe? Baba, ni asante maana nafsi zetu unazikata kabisa na kizazi na kitovu cha kijamii na kifamilia ambaye imetumiwa na waganga na kuzimu kutesa maisha yetu, kutulemaza, kutufanya viwete, viziwi na vibofu. Baba, nasema ni asante maana leo uko mahali hapa kutimiza neno hili. Asante kwa malaika ambao wametumana. Asante kwa damu ya mama umetumana. Asante kwa malaika wa damu kufanya kazi kwa nguvu ya damu. Asante Roho Mtakatifu ambaye mamamrisha kufanya nguvu kwa mamlaka ya damu. Asante, 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 asante. Asante Bwana Yesu, 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 asante, asante. Haleluya, 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 haleluya. Hili neno linafuatiliwa. Hili neno linafuatiliwa. Hili neno linafuatiliwa kwa damu ya Yesu Kristo. Utakatwa nafsi yako na kizazi cha kwenu. Utakatwa spirit yako na kizazi cha kwenu. Hili neno Roho analifuatilia. Damu inalifuatilia kulitimiza. Hiyo methali iliyotumika itatumika. Hati babu yako alikuwa msharati na sofanya sharati. Babu yako alikuwa mganga na mganga. Haitafanyika. Haitaendelea, wasema Bwana majeshi. Hapa neno la Mungu lifuatiliwe. Lifuatiliwe, libomoe kila tabia. Libomoe kila kazi ya giza. Libomoe mambo ya kitovu. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Naamrisha uhai wa ili neno onekane. Naamrisha pumzi ile neno onekane. Naamrisha moto ile neno onekane. Naamrisha nguvu ile neno ifanye kazi. Naamrisha mamlaka ile neno ifanye kazi. Na ichanganye ile neno na damu ya Yesu ifanye kazi. Napatanisha malaika wa Mungu na damu ya Yesu Kristo. Na ili neno waondoke sasa. Waondoke waingie ndani ya vizazi. Watukate na vizazi vya kijamii. Wakate mizizi ya uganga. Wakate mizizi ya uchawi. Wakate mizizi ya usharati. Wakate mizizi ya kiburi. Wakate mizizi ya wivu. Wakate mizizi ya macho ya giza. Wakate. Haleluya, 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 haleluya. Yes, yes, yes. Holy Spirit, asante, asante. Na kuachilia ndani ya mtandao, na kuachilia ndani ya Facebook, na kuachilia utembee YouTube, tembea sasa, tembea. Haleluya, 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 haleluya. Natuma malaika watazuiliwa kwa damu, watembee, waingie kwa vizazi vya jamii ya kanisa hili. Waingie ndani ya vizazi, wakatanishe nafsi zetu na nafsi za mababu. Wakatanishe spiriti zetu na nafsi za mababu. Jehova, Jehova, Mungu wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo, ulisema mtu akiokoka amezaliwa mara pili. Hili neno lifuatiliwe sasa ndani ya kizazi cha Liviji Misri. Ifuatiliwe. Mababu walioinuliwa wanyamazishwe sasa. Mama walioinuliwa, watu waliokufa walioinuliwa. Baba Yehova, kwa damu ya Yesu inuka sasa. Kata kizazi hiki, kata kizazi hiki, kata kizazi hiki, kata kitovu hiki. Ulitunua kwa damu ya thamana.
hatukununuliwa na damu za mababu. Tunajikatanisha na wakatanisha na damu za mababu. Ninawakatanisha na damu za vitovu, tabia ya vitovu, tabia za vitovu, umaskini wa kitovu, imani ya kitovu, tabia za kitovu, urithi wa kitovu. Leo kila urithi ulioridhishwa Bwana na ukata, urithi wa jina, urithi wa tabia, urithi wa matendo. Biblia inasema unaishi kwa neno la Bwana, hauishi kwa damu ya babu yako, utaishi kwa damu ya Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Anza kuita damu ifanye kazi, anza kuitisha damu ifanye kazi, anza kuita damu ya Yesu, anza kuita damu ya Yesu, anza kuita damu, anza kuita damu, anza kuita damu, anza kuita damu, anza kuita damu. Damu ya Yesu anasema niite nami nitakuitika, takuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoweza kuyajua. Katika jina la Yesu, the blood of Jesus, damu ya Yesu ikatanishe nafsi zetu na nafsi za kizazi cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Spiriti zetu zikatanishwe na spiriti ya kizazi cha kwanza, cha pili, cha tatu. Na mili yetu Baba ikatanishwa na nafsi na vizazi vya watu walio makaburi waliokufa, na hata walio hai tukatanishwe Baba. Damu ya Yesu tung'oe ndani ya mizimu, ing'oe vivuli vyetu, ing'oe nafsi zetu, ing'oe maisha yetu, ing'oe maono yetu, ing'oe nyota zetu, ing'oe wokovu wetu, tupandwe ndani ya ufalme wa mwana kondoo Yesu Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Ili neno litimizwe, 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 litimizwe. Ili neno likufanyie kazi kuanzia leo. Nakomesha methali, nakomesha methali ya masikini ya kizazi cha kwenu, nakomesha methali ya kiburi cha jamii ya kwenu, nakomesha methali ya uchawi ya kwenu, nakomesha methali ya uganga ya kwenu, nakomesha methali ya mila ya kwenu, nakomesha methali ya mambo ya wafu ya kwenu, nakomesha methali ya miungu ya dini ya kwenu, nakomesha methali ya tabia miungu ya kwenu, na kutenganisha na anga ya mbingu ya kwenu, na kutenganisha na mbingu ya kwenu, na kutenganisha na anga ya kwenu, anga ya vizazi na jamii. Tunakukata leo. Anga ya kizazi cha kwenu haitafanya kazi, na kutoa kwa anga ya kizazi cha kwenu, na kutoa kwa mbingu ya kizazi cha kwenu, na kutoa kwa ufalme wa kwenu, na kutoa kwa kizazi cha ufalme wa kwenu. Uliokoka, umekuwa kiumbe kipya, umezaliwa mara ya pili. Wewe ni kizazi cha Mungu, wewe ni kizazi cha Kalivari, wewe ni kizazi cha Kalivari. Ulinunua kwa damu ya thamana. Kwanza leo nafunga anga ya familia ya kwenu, nafunga mbingu ya familia ya kwenu. Haitafanya kazi kwa maisha yako, haitafanya kazi, haitafanya kazi. Nafunga milango ya wafu, haitafanya kazi. Nafunga milango ya mababu, haitafanya kazi. Nafunga milango ya kuzimu ya jamii ya kwenu, haitafanya kazi. In the mighty name of Jesus. Nafunga jangwa la kwenu, jangwa ambalo litumika kwenu. Nafunga anga ya jangwa, nafunga mbingu ya jangwa iliyotumika na vizazi vya kwenu kulemaza familia, kulemaza kusudi la Mungu. Ninafunga hiyo ardhi, ninafunga hiyo ardhi. Nafunga ardhi ya kwenu ya kizazi cha kwanza, cha pili mpaka cha tatu, cha nne. Nafunga hiyo ardhi, nafunga hilo jangwa, nafunga hiyo nyika. Haitaongea juu yangu, haitaongea juu yako, haitaongea juu ya kanisa, haitaongea juu yako. Natangaza damu ya Yesu imalize, damu ya Yesu imalize. Nimefunga anga ya ndoto za kwenu,
mbingu ya ndoto za kwenu, maono ya anga ya kwenu. Nimefunga hiyo mbingu ya maono, nimefunga hiyo anga ya maono, maono ya uzinzi, maono ya usharati, maono ya kulala na giza. Hiyo milango tunaifunga leo, hiyo anga naifunga, hiyo mbingu naifunga kwa jina la Yesu. Na leo Bwana Yesu, ninawanyakua wote kwa anga ya familia, kwa anga ya jamii, kwa anga ya ukoo, na watenganisha na anga ya vizazi ya ndoto na maono ya giza kwa jina la Yesu. Leo ufalme wa kwenu nimeumaliza. Hautafanya kazi kwako tena. Ufalme wa babu yako nimeumaliza. Ufalme wa nyanya yako nimemaliza. Ufalme wa babu yako nimemaliza. Nimemaliza hizo falme, hazitafanya kazi. Nimemaliza hizo falme, hazitafanya kazi. Majina ya kwenu yaliyoitwa kwa ufalme huo, nabomoa majina, nabomoa hayo majina, naharibu hayo majina ya vizazi vya kwenu. Ninabomoa yanayofuatiliwa, ninakukatanisha na majina ya vizazi, na majina ya ukoo, na majina ya kijamii. Ninakukatanisha kwa damu ya Yesu. Hayatafanya kazi tena katika jina la Yesu. Nakukatanisha na ukuhani wa familia kwenu, na kukatanisha na ukuhani wa giza, ukuhani wa mababu, na kukatanisha kwa jina la Yesu, na kukatanisha kwa jina la Yesu, na kukatanisha kwa jina la Yesu, na kukatanisha kwa jina la Yesu. In the mighty name of Jesus. 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 Hey, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Naona damu inachukua operation. Inafanya kazi damu. Inafunga kila utawala. Inafunga kila njia. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Njia mulizotembelea za vizazi zenu, za vizazi cha kwanza, cha pili, cha tatu, maana wakutembelea kwa njia za Yesu. Walitembelea njia za mababu na miungu, njia zisizo za haki. Leo nakukatanisha na njia za vizazi, njia za vizazi, njia za vizazi. Ninakukatanisha kwa jina la Yesu. Ninakukatanisha kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Ninakukatanisha na majiko ya kizazi cha kwenu. Mahali mulikulia chakula cha shida, chakula cha mateso, chakula cha mangaiko, chakula cha miungu. Leo nakukatanisha, nakukatanisha, najikatanisha, nakukatanisha na jiko la kwenu, kijiko la kwenu, kula vyakula vya miungu, kula vyakula vya miungu wanayetumia kufuatilia, na kutenganisha na hilo jiko la kizazi cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne. Kanisa letenganisha na hiyo majiko, na itenganisha na majiko ya vizazi na vitovu. Na hiyo milango ya kukula vyakula vya giza ya jamii ya familia kwenu, nimefunga kwa damu ya Yesu. Nimefunga kwa damu ya Yesu. Leo utakula neno la Mungu. Utakula neno la Mungu. Biblia inasema Yesu ndio chakula cha uzima kilichotoka kutoka mbinguni, na kupatanisha na hicho chakula kuanzia leo ule. Kuanzia leo ule. Baba, naleta kila nafsi na kila roho inayokilishwa kanisa. Wale hawana radio, wale hawana TV, wale hawana simu, na wale wako na simu, na wale wako na TV, na wale wako na radio, watakayenisikiliza na wanayenisikiliza, ninaamrisha kwa jina la Yesu. Ninaamrisha kwa jina la Yesu. Ninaamrisha kwa jina la Yesu wakombolewe sawa sawa na ile neno, na hii methali ikomeshwe. Ikomeshwe kwa spiriti zao, ikomeshwe kwa nafsi zao. Watenganishwe na vitovu, watenganishwe na hii miungu, watenganishwe na hizi miungu kwa jina la Yesu. Nimekutenganisha na nimekukatanisha na mbingu ya vizazi vya kwenu, na mbingu, ufalme wa jamii ya kwenu,
uliyetawala katika uovu, uliyetawala katika haribifu, nimekata spiriti zenu na nafsi zenu, hazitafanya kazi na ufalme wa giza tena. Leo natakasa spiriti zenu, zitakaso kwa ile neno, nafsi zenu zitakaso kwa ile neno. Na Biblia inasema aliunganishwa na Kristo ni mwili mmoja naye. Leo nakupatanisha mwili wako na nafsi ya Kristo, napatanisha nafsi yako na roho ya Mungu, napatanisha spiriti yako na Yesu. Kwa jina la Yesu zipatanishwe, zifanye kazi pamoja, zinene mamoja, ziongee mamoja, zifikirie mamoja, zitende mamoja, zipatane mamoja. Kuanzia leo uliolewa na Yesu, na Yesu ni mume wako, na Biblia inasema alichounganisha Mungu mwanadamu asitenganishe. Kuanzia leo spiriti yako, nafsi yako nimeiunganisha na mwili wa Kristo, iliolewa kwa damu ya Yesu. Ninaifunga kwa mapenzi ya Yesu, ninafunga nafsi yako kwa mapenzi ya Mungu, ninaifunga spiriti yako kwa mapenzi ya Mungu. Haleluya. Na leo nakukatanisha spiriti yako na nafsi yako na sadaka za ufalme wa babako na mamako na vizazi ya kwenu, na kukatanisha, najikatanisha na kukatanisha kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu ikukatanishe, ikukatanishe kuanzia leo. Hautainuliwa sadaka za kwenu, sadaka za mbuzi, sadaka za kuku, sadaka za wafu, sadaka za mizimu. Sadaka hizo zote ziteketezwe na ukatanishwe nazo na mikono yako na spiriti yako na nafsi yako. Na leo watu wote na wapatanisha na sadaka za Mungu wa mbingu na nchi, na wapatanisha na utajiri wa Mungu, na wapatanisha na kazi za Mungu, na wapatanisha na ukuhani wa Mungu, na wapatanisha na kanisa la Mungu aliye hai, na wapatanisha na madhabahu ya Mungu aliye hai. Na leo nafsi zenu na spiriti zenu nimezikatanisha kwa damu ya Yesu Kristo, na madhabahu za babu na jamii hazitafanya kazi ya spiriti zenu. Kuanzia leo spiriti zenu nazitisha chini ya madhabahu, nafsi zenu nazitisha madhabahu, zitatumika chini ya madhabahu. Na nafanya agano na spiriti yako, nafanya agano na nafsi yako, hamtatumikia miungu mingine ila Mungu wa hii madhabahu, ila Mungu wa Apostle James, ila Mungu aliyemtuma Yesu. Huyo ndio utakayetumikia katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye. Haleluya. Haleluya. Neno linafanikishwa, neno linatukuzwa, neno limefanya kazi, neno limetimia. Amelituma Mungu, amelifanikisha. Roho Mungu asante. Muinue Roho Mtakatifu, mwambie Yesu, kumsifu Roho Mtakatifu, mshangilie Roho Mtakatifu, mwambie Roho asante, mwambie Roho asante. Na umetenda, mwambie Mungu asante. Ni damu ya mwana imetenda kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwa malaika wale wametumwa. Mwambie Mungu asante. Na wote ambao walikuwa wanainua miungu hii wamehukumiwa. Ninatuma hukumu, ninatuma hukumu, ninatuma hukumu, ninatuma hukumu. Hukumu ije juu yao wote walietulia miungu hii, hukumu ije juu yao, hukumu na miungu yao. Miungu ya nyoka hukumiwe, majini hukumiwe, mapepo walietumia, mashetani walietumia. Leo tumekombolewa, leo kanisa limeponywa, wahukumiwe. Na kwa sababu tumeingia kwa ufalme, naamrisha kanisa hili liingie kwa hatima yake, liingie kwa hatima yake. Naamrisha sasa ingia kwa hatima yako, na kuamrisha uingie kwa hatima yako kwa damu ya Yesu. Ingia kwa hatima yako, ingia kwa cheo chako, ingia kwa kazi yako, ingia kwa ploti yako, ingia kwa pesa yako, ingia kwa utajiri wako. Ingia sasa, ingia kwa jina Yesu. Fanikiwa sasa, ingia kwa raha yako, ingia kwa mission yako, ingia kwa maono yako. Fanikiwa kifedha, fanikiwa
Fanikiwa kimaisha, ndoa yako ipone, watoto wako wapone, maisha yako yapone, nyumba yako ipone, mzee wako aokolewe, nyumba yako iokolewe, watoto wako waokolewe. Natangaza yoyote aliyo mahali hapo, unapoingia kwa nyumba, wokovu naamrisha uingie. Unapoingia kwa nyumba, wokovu uingie. Walio Facebook na YouTube, naomba wokovu uingie, wokovu uingie. Hata kasikize mkanda, wokovu uingie. Na ikabidhi ibada ya kesho mkono mwako. Uipange na uiandae. Kwa damu Yesu uiandae, kwa uwezo Roho Mtakatifu uiandae, kwa makerubi uiandae, pitia Mikali uiandae, pitia Gabriel uiandae, kwa uwezo Roho uiandae, kwa damu Yesu uiandae, kwa agano lako uiandae, kwa nuru yako uiandae. Baba, ipange ibada ya kesho hiyo ya utukufu na ya kufana. Asante Mungu, naombea wanaosafiri anga, damu ya Yesu nimeituma iwatetee wanaosafiri anga, na nimefunga roho ya kifo. Natuma damu ya Yesu nchi kavu iwatetee wanaosafiri nchi kavu, na nimefunga roho ya kifo. Natuma damu ya Yesu wanaosafiri mito maziwa bahari, nimefunga roho ya kifo na mauti, na iwatetee wanaosafiri mito maziwa bahari. Na ituma damu ya Yesu iwafunike wagonjwa walio ICU, walio wadi na nyumbani. Damu ya Yesu iwape ponyaji na iwape uzima. Na kwa hiyo damu nakataa premature death kwa walio ICU na kwa walio wadi. Hata wale wanaenda theater, nimekataa premature death. Wale wanaenda kuzaa, nimekataa premature death. Na ituma damu ya Yesu iwavae wa mama, iwatetee wajifungue salama. Na ituma damu ya Yesu kwa watoto waliozaliwa premature, ituma damu ya Yesu iwape uhai, iwafanye waishi. Baba, ni asante, asante, asante. Waliopoza miaka mingi, naomba wakumbuke, wakumbuke viwete, wakumbuke wanaye tamani kuacha pombe, madawa ya kulevya, wakumbuke waliolemewa na usharati. Unavyotukumbuka kumbuke. Na naomba Mungu, injili uhubiriwe Kenya mzima. Wale wajafikiwa wafikiwe, wale wajapata injili wapate injili. Na malaika wa mavuno naamrisha aingie nchi ya Kenya, aanze kuvuna mavuno ya Mungu. Na muamrisha, na kuanzia leo nchi ya Kenya na ikatanisha na miungu ya mababu, na ikatanisha na vitovu vya wanasiasa. Nchi ya Kenya na ikatanisha na vitovu vya wanasiasa, na ikatanisha na kizazi, in the name of Jesus, na ikatanisha na utawala wa kizazi cha mzee Jomo Kenyatta, na ikatanisha na kizazi cha Rais Daniel Arap Moi, na ikatanisha na kizazi cha William cha Emilio Mwai Kibaki, na ikatanisha na kizazi cha wote Jaramogi Odinga, na ikatanisha na vizazi vya wanasiasa, na vikatanisha na Dedan Kimathi, na ikatanisha na vizazi vya wafu, na ikatanisha na vizazi vya wafu, na ikatanisha na vizazi vya dini, na ikatanisha na vizazi vya waliokufa. Na inyakua nchi ya Kenya na ipeana kwako, ili damu ya Yesu ifanye kazi. Na napatanisha nchi ya Kenya na kitovu cha Kalivari. Asante Mungu, tunapotoka hapa uende nasi, tulinde na utifadhi, tuepushe na hasira ya kuzimu, tulinde kwa damu ya mwanao, tuandalie usafiri, tuende na amani, na amani tufuate, kwa jina la Yesu. Wewe ni Mungu, unajibu